Mani kwetu sisi kwenu arkesani waka keso kabada nagana fura. Nasema tunaweza salimu yeye kwa kuinua mikono yetu kwa hewa. Arkisuna kasuma waltebusi waka alfinikhin. Basi patia mikono pamoja tumshukuru yeye Mungu pamoja yetu. Adokhesin deranne bila kwenda kwa ndani sana. Gababseo magakiyima na makanki pasta Kubsa. Jina lake ni Kubsa, yeye mchungaji kanisa EAC kha Majengo Achojada, na pale kwa kanisa letu wa Majengo ndio anahudumu pale. Adamanato kwa wagina ebise. Mungu ametubariki na nimeoa, niko na mke moja. Jole sadi wagina ebise sadeni. Bwana ametubariki na vijana watatu. Ado wang gudokhesin demne bila kupitia mambo mengi. Kateta garjecho waka haguya rasen. Nataka kuangalia neno la Mungu kwa pamoja. Kitabu Yohanes bokota shani kajelto kudana afuri. Tumesomea kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5. Kitabu siyanu usomani. Wamesomea neno mali pale. Amma afam Borana tenir debe dubisa. Nataka kusungumusa kwa lugha ya Kiborana mali hapo. Aye, Borana freda dubisa. Egisu yeson namichakhanin man wa akhisa targewan jedeni meila ala fayite iti debite dabin tolchin akwa naganirra amtu inargan. Mistari hiyo ya 14 tu ndio soma. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilio baya zaidi. Matudurenje chakana khang gana marra rakenu. Kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo, ukuba fura irafai. Pona kwa ugonjwa ya kiroho. Namsibirta utergatan damskan dabarsi ukuba fura rafai yedin. Pona kwa ugonjwa ya kiroho. Namsibirta utimedi namjirani de. Unaweza eleza mwenzako, unasema kwamba upone kwa ugonjwa ya kiroho. Itum debisi amale ukuba fura rafai yedin. Pona kwa hii ugonjwa ya kiroho. Story na makana namichufim beka. Historia ya huyu ndugu ambaye inaongelewa hapa tunajua zote. Nami khunna mgani sodomi sadeti fulatan cheese. Na huyu mtu alikuwa na shida kwa miaka mingi sana. Nami khuwanini egatu antok. Alikuwa anaongoja kupata kitu moja. Wanini egato jirat fayin. Alikuwa anataka uponyaji. Amo fayina teria sunjir. Fayina datu sunjir. Na uponyaji ilikuwa mahali pale. Arotoko jirai dani. Arotoko tasjiraidan. Kulikuwako na kisima mahali moja. Arotam makani si aro Bethsaida idani. Na hiyo kisima ya Bethsaida. Afan shank abdiran dargulashan. Na ilikuwa na lango 5. Arotan guya khesa yokan ganna khesa martoko maleka waga dufte bisanka wachisi. Wanasemekana ya kwamba kwa mwaka Roho wa Bwana inakuja inatingisa yale maji. Ammo fulatanat namidu kuba kakaka khaballa hanafa hakomata chuftiru fe fayada. Wakati ule watu walio na ugonjwa aina mbalimbali wanakuja wanaleta mahali pale. Garani sangesu jir. Kuna mali mimi nataka tuende pamoja. Nami khungise du fayinid atu misatai. Na huyu ndugu mara mingi uponyaji lifanyika ikia yeye ako pale. Free sale na chumjira. Hata pengine majirani yao na pia watu wao walikuwa pale. Nami ardacho khesa du fe yo fakena la fakamo yeletan ta yo khasiollo ta yo Nairobi ta yo Ethiopia ta nami chuftache du fasjir. Watu wametoka eneo tofauti na wanapatana pale kwa sababu ya kutafuta ule uponyaji. Akigararo sunigesa nami nikarkarsin kadatin injiru. Hakuna mtu yeye labda ajawahi omba msaada. Namto kamo khagar bisan sunigesin aban. Labda ilikosekana mtu wa kumrusha yeye kwa ule maji. Nami dumbiru mademe fayada. Watu wengi wanapona. Nami chukungani sodomi sadeta chumafiti.
Yeye alimaliza miaka 38. isi ganna ganga kan kesat Kwa hii miaka yote huyu ndugu isi akami waqinam nam suninau khasuf dadab yokan Liko- akam garana mitjabes ndekawa amekosa mtu ya kumsaidia na kumrumia huyu ndugu namna gani. nami khunin ukubisati khabiya tafauti wanka saiti mufe Ugonjwa wake na wengine ndekawa ni tofauti. nami chukhun ukubisa tafauti Hii ugonjwa yake ilikuwa na utofauti na wengine. nama khan ibisati fonitini Yeye hakuwa na ugonjwa ya mwili. ukubina makhana ukubuchubu Ugonjwa ya huyu mtu ni ugonjwa ya dhambi. wakane sanib sufe Ninataka kuangazia mambo haya. ukubuchubu bisani fayisan Ugonjwa wa dhambi maji hawezi akaponya. ukubuchubu malaikani fayib Ugonjwa wa dhambi malaika hawezi akaponya. ukubuchubu khafayiso jirati yeso Ugonjwa wa dhambi anayeponya ni Yesu peke yake. nami chukhun fayyuf yeso garisa dufumal Huyu mtu apone, le Yesu lazima aje kwake. manje nan arar male fayini santau Bila msamaha hawezi pata uponyaji. malaikan ukubuchubu rati ren qabdu Malaika hana uweza juu ya ugonjwa ya dhambi. profetin ukubuchubu rati ren qabu Manabii hawana uweza juu ya ugonjwa wa dhambi. khad ukubuchubu chamsu dandau digi yeso challa Inaweza kuvunja nguvu za dhambi ni damu ya Yesu peke yake. nami to karku vol kase digi yeso na fayisa heduti Leo unasema kwamba damu ya Yesu inaweza kuondoa dhambi. Amen. amen Amen. nami khunduma achumat gan fi fitate Alimaliza miaka yake. yeso kriston ado guyya tokko garjil wa yahudi demu jiru Siku moja Yesu alikuwa anaenda katika sherehe ya Wayahudi. nama khanir bayedan Alipita katika ile kisima. yohannes boko shani tokkirat Kutoka sura ya 5 mstari wa 1. yeson dufennan Yesu alipokuja gafito gafat aliuliza swali moja. fayyu fete de gafat Unataka kuponya? inna mo fite defat Yeye akaanza kuhadithia vile alikuwa na utatizo. nami dum fayye friqi yalle na lakise ne chujal qabennan Yeye alianza kuona vile watu hawakuwa namsaidia. ukubi khanke dukub firan lalamunin Ugonjwa wako sio ugonjwa, inaweza saidiwa na familia. immisum family kheni lalla Ili iko zaidi ya familia yako. immisum family kheni lalla te chuni afan ke nani won immisu ne chu raknis wan family lalla tatini Hiyo ugonjwa sio ya kujaribu familia yako, yoha wan bisani lalla tatini wala sio maji inaweza kuondoa. wa yeson challa itrufe obasudan Ni Yesu peke yake anaweza kutatua hilo shida. ini wane to asaujal qabenna wane reni Yesu huyu mtu alipoanza kuhadithia mambo mengi, Yesu akamwambia. yeson akaseden Yesu anamwambia hivi, kai sirete furadi galie ondoka, chukua godoro yako, nenda nyumbani. nami chiti dabate Yeye akaenda. deme lapchum khe deme yahudi le wane dugafat Wayahudi waliuliza mambo mengi, yeye akaenda. guyanji mampili gennan Siku ya Sabato ilipofika, bokot khudan afrika nirati mahali katika mistari ya 14, tarefu nu somantu mahali tulisomewa, achirati yeso kanisa khesa wal khutanani wakakutana na Yesu. yeso nari Yesu akamwona ule jamaa, inna yeso na michana kaseden akamwambia yeye hivyo, gurubaye jana yafayite umepona, itidebide da mentolchinere usifanye dhambi tena, akwana gan ala nargan ili usipate zaidi ya haya. yo kasi wanni na michana ganne sodom sadeti afan aros ni chipsisuman Nini ilifanya huyu mtu kwa miaka ya 38 iliweza kukaitisha pale kwa kizima? chumbu Kwa sababu ya dhambi. chumbu Dhambi. barkhan kes Katika nyakati hii tunaishi, ukub korsin amne je ukubi chumbu kuna gonjwa haina dawa, mojawapo ni dhambi. barkhan woni nami tiraka chuju Watu wengi wametatizika kwa hii ugonjwa. ukubi amama la fajige Gonjwa mingi ziko katika ulimwengu. ukub hospital khesa korsin kam Kuna ugonjwa ambaye haina dawa katika hospitali. kansa Kansa, pressure, sukari, hizi madawa, hizi magonjwa imetatiza watu. ukubi khuntokolen korsin kam Watu wanasema kwamba hii ni ugonjwa ambaye mwanadamu anaishi naye pamoja. sababi nami fula iddu deme amerika da kache da ke korsinyata faidani ju
Watu wanaenda pale, wanaenda na ugonjwa hiyo, hakuna dawa imeponya. Sababisa dhukubi kun mangul dufe chubuli mena magul dufe wante. Hii ugonjwa imekuja kwa nini? Imekuja kupitia dhambi ambayo mwanadamu intenda. Namichukuni wani ni fayyada bati chisef ule wakati. Huyu mtu aligonjeka na akawa hiyo ugonjwa kwa sababu ya dhambi. Agarari satauti mfai. Paka upate msamaha wa Mungu haiwezi pona. Ardalle daga. Hata leo sikia. Dhukubi korsin kama hospital bira korsirabe. Gonjwa ambao imekosa dawa katika mahospitali. Dhukubi durefa makada sun. Gonjwa mingi ambao nimetaja na zile sijataja. Korsisan jir mana wakakesi. Dawa imo katika Mungu anayeweza kuponya dhambi. Korsisa mana wakakesi njira saninje. Iko kwa nyumba ya Mungu dawa yake. Abo aminjera. Amen. Me korsisa njira ida iya. Dawa yake iko. Korsisa yo jirat arar. Dawa yake ni msamaha. Yo ardalle atdi bakasi kabate dufani wakisi kadatani araria sita ida iya fayi. Hata leo ukipata na tatizo haya na unajua dhambi fulani ambaye imekuwa tatizo kwako, ukimkiri kwake yeye anakusamea na wewe utapona. Wani barakhanam rakisu jira. Kitu ambayo inatatiza ulimwengu leo. Wani wantok challa. Kuna jambo moja. Ukubulubu. Ugonjwa wa roho. Wani diba gangatin alota dufu jira kinna iyuma gargala boicha wakacho wani dufu jira ukubulubu. Tatizo haya yote mwanadamu sisi tunapitia ndani ni kwa sababu ya ugonjwa wa roho. Namsibirta malle rumde bisi ukubulubu rafayedi. Pona kwa ugonjwa wa roho. Pona kwa ugonjwa wa roho. Pona. Nani dukubu korsin kam furu kunchum nam dukubu lubu kam dukuba fura kam. Wengi ambao wanakuta kwamba ugonjwa sie na tiba na dawa ni watu ambao tunajua kwamba kuna dhambi fulani ambao tiba iko kwa Yesu peke yake. Yeni kristana kankesa uansadi jira. Katika maisha ya Ukristo mambo matatu wa muhimu. Wakati mtu anakuja kwa Bwana, anampatia maisha yake kwake na anategemea yeye. Ya pili, yeye anaokolewa na huyu Bwana anapokuja kwake. Wanadamu hawezi akaokolewa asipokuwa anaamini kile Kristo amemfanyia. Na yeye atapona amantif bafama fayini garagarumba kab. Wakati wewe unaamini, wakati wewe unapona, ina utofauti. Arna magami tumana wa akhesati ya dugefate ya bafama mafarso duga famiranya ta malgalonto chawana ganto chuje. Watu wengi ambao wako katika ndani ya nyumba ya Mungu wameamini, wanasema wameokoka, lakini bado kuna vitu hawajapona ndani. Bado wanakunya pombe, bado wanaenda utarati. Iko vitu ambaye wameshindwa kuacha. Na michindu gefata male imba famale imfayi. Huyu ndugu ameamini na ameokoka, lakini bado hajapona. Namsibirta arwoni sibarbachisa toko fayinadi. Hata leo inaokutafutia ni uponyaji. Pona kwa mambo mengine. Onenke afayi todi makayeso. Roho yako isipopona, afurike afayi makayeso. Roho yako ipone ndio unaweza kuachana na mambo mengine. Amen, amen. Amen. Namiyo sila fayi wana kasintoji. Watu wakipona hawataweza kufanya mambo zingine mwili inatamani. Wake namdabe. Mungu hajakosa watu. Kanisa tokeza na misa tichalama barsi. Kwa nini watu watatu katika kanisa inaweza uhubiri na kwa nini wawili watatu wanaimba? Kitabu wanjedu. Neno inasema kitabu Jerikan tota khesaletin dubata malaki khesalet Yoeli khesaletin dubata. Kitabu cha Yoeli, kutoba kitabu cha Matendo ya Mitume inaongea wakati wa misho anilmanti jira tafurhi gajisai. Mimi nitamiminia roho yangu siku ya misho juu ya kanisa langu. Khaimin faga jaroleni obchugartie. Vijana watakuwa na maono na wazee watakuwa na ndoto. Utakuta kwamba roho wa Mungu ndiye anafanya haya kazi. Daga saninjera. Niambia hivyo wa ndugu zangu. Yosila duguman afurike ni fayaga bate. Kama roho yetu ina uponyaji ule. Ationa sinjir. Hata wewe yuko hapa. Ofisi kajir tkesa nami bitboba yesi. Katika ile ofisi unatenda kazi, wewe unawakisha moto wa Yesu. School kajir tkesa nami bitboba yesi. Katika shule ulioko, wewe ndio unawakisha moto wa Mungu. Rakinojira toko. Wakati shida ilioko, afurike mfayi. Ikiwa roho yetu imepona, wanibe khnafan control lubu. Kile ambayo inatawala na ina control hii mwili ni roho. Lubuntu sikesa banan na fi kuref. Hii roho ikiondoka, mwili huu unakuta kwamba ni maiti.
injini lubu yetu injini. Injili ikipokelewa juu yetu. Injini. Foundation ni lubu ni rajaramte fonken lubu. Injini yetu gari injini malendema. Ni anasema hii roho ni injini ya hii mwili. Okay? Ni injini ya hii roho yetu, ya mwili wetu. Yo injini du gari ndema sangava. Hata injini kikuva gari inaweza enda. Inaulisha ongea. Na gari inaenda ama injini imekufa? Iko inawezekana ama haiwezekani? Haiendi, si ndio? Ongea pamoja please. Amen. Inasema akase chuni yolubuntun ubundote. Kama roho yetu imekufa na dhambi, nafika nkegarun na mwili wako hakuna mali inaenda inakuja. Ojategarun Unafanya kazi, unasoma, wendi mbali. Fayanke fit animbao. Naganke fit animbao. Wake amani yako haiwezi akafika kelele. Wakadu kumansifayise. Mungu akikuponya. Khalera nafayise laki. Khalera nafayise. Aliniponya kwa sehemu hii, aliniponya kwa sehemu nyingine, hapana. Matara nafayise laki. Aliniponya kwa kichwa. Fayini dugao jirat khesi. Uponyaji wa ukweli iko ndani. Yo khesi sifaye na ngubatu ngargalu. Ndani kipona, hii mwili yetu ya juu haiwezi kuwa tabu. Ramos balesu jirtun chumta khesa gaya. Hii madudu yote ambaye na tesa ni kile ambacho ya ndani japona. Wana khesano jate mata sene mil sene khale sene onne sene. Kile tunafanya kwa ndani ndio inasema inaingia hii sehemu yote ya mwili, na unakuta kwamba mtu anataka forest tena. Mimi na forest beta. Forest ni muka. Yoto karmada abda khadibi manda. Achibikila idi sande. Muka kazi. Anasema kuna miti unaweza panda hapa, halafu mizizi ikienda ingine pia inaweza mea the other side. Ubuna kasi. Dhambi ni kitu kama hiyo. Wana toojate tilmete sen. Kile wewe unafanya kama wewe ugawiri na undoke, inaingia mtoto wako na inaharibu. Wana toojate tarkamil khe paralasto. Kile unefanya ndio inageuza inageuka kwako na inafanya mwili wako kuwa na ugonjwa aina mbalimbali. Tanafida amsani senikap. Na ujumbe ambao nilio nao kwetu, ufita debinu, turudie kwetu. Afuri khimangu bajer. Roho yako iko juu ya nini? Wakibe khulubutera dimekaba. Mungu ako na sababu na roho yako. Nafila kwa ambordwe biyeta. Hii mwili ni mchanga, ni kile ya kukufa, lakini Mungu ako na kazi na roho yako. Isaya kesa wanjeru. Kitabu cha Isaya nabii anasema hivi. Warsi ongu bajiran. Wale walio katika milima Zayuni. Arari wani sanitae. Maana msamaha imekuwa kwao. Debani dukubini matanie. Hawataweza kuzungumza habari ya ugonjwa. Namsibir tarika be arari sifata ujerin. Naambia jirani yako msamaha iwe kwako. Sema msamaha iwe. Sema msamaha wa Mungu iwe kwako. Wakati Mungu anakusamea umepona. Balbalike bana. Mlango yako imefunguliwa. Amen jetu. Yesu alisema nimetuma neno ili wapone. Okay. Namichitoko jira dogoftan barsisu gubata na mani chapsani tsensi. Kuna mmoja Yesu alikuwa anafunza kama tunavyofunza saa hii. Walienda kwa paa ya nyumba wakaweka yeye chini mali Yesu anasimama. Lakini mtu ameposwa sana. Yesu akamwangalia yule mtu. Anasema msamaha imekuwa kwao kwa sababu ya imani. Mtu yule alipona akaenda. Wakati unapata msamaha wa kanseri ramfayita, sukari ramfayita, blood pressure ramfayita. Kwa hizo ugonjwa yote maana Mungu amekuja. Amen jetu. Amena. Har kol kasa arari na afata wedaya. Na nyua mikono sema msamaha kwa Bwana iwe kwangu. Amen. Kubi afura kunini. Ugonjwa wa roho, nami ukuba afura kapo. Wale waliokuwa na ugonjwa wa roho, miliketa kamimbe na unaweza jua na ishara aina gani? What is manjerani ukuba afura chunu wanaka. Wakati tunasema kwamba ugonjwa wa kiroho ni nini tunasema? Miliketa kutorbala ale. Ninataka tuangalie ishara kama 7. Achiwa kada. Ndio tunaomba baada ya kuangalia hiyo. Number 1. Ya kwanza, ishara ya kwanza. Nami ukuba afura kabone sambeta nini? Wakati unataka kujua mtu ni mgonjwa kwa kiroho,
namisun nama onne araran kam. Ya kwanza ana roho ya msamaha huyo mtu. Unisambetanin, unajua huyu mtu, namidu kuba fura. Ishara ya kwanza unajua huyu mtu onne araran kam, hana roho ya msamaha. Kitabu Matios, kitabu cha Mathayo bokota ja Qur'ani afur 6:14. Nudubisa nami tokko 6:14 tuweke huko juu. Mathayo 6:14. nani nudubis pastor. Kwa maana akiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea nyinyi. Amen. Namidu kuba fura qabu, yule ambaye ana ugonjwa ya kiroho afura araran qabdandena manara, hawezi akakuwa msamaha kwa mwenzako. Kitabu mawanjeru, neno inasema yo nami sitab ararami fiet, wakati mtu anakukosea msamehe. Petro ngwato kwanjere, Petro siku moja anasema, yo obulesi kinakos maraga marara muvi, ndugu yangu akinikosea Yesu nitamsamea mara ngapi? Torba maro torbatana mararami fiet. Yesu akamwambia nimsamee 7 mara 70. Nama gami tar nama walgufatani nama waltararamu jirtani. Wengapi wanaweza kosana na ndugu yake ama jirani yake, lakini imeshindikana ya kupatana msamaha na kupatana. Walda kristana kesaraba marar. Hata ndani ya hekalu la Mungu katikati ya Wakristo neno limsamaha yakosekana. Namiyo nama waltukos alofu udamale. Watu wakikosana na ndugu yake, yeye anajaribu kulipisha kizazi. Dandaya ararin tolchu, haiwezi akampa msamaha. Isaniti jitu ararin jiru, isaniti jitu ararin jiru. Hata kati ya mume na mke wakati wanakosana mara nyingine wakosa msamaha. Kanafu kwa ajili hiyo, yo afuri khefaya abati, roho yako ikiwa na uponyaji, afuri waka ujini sa ujina mahararam, roho wa Mungu lio ndani yetu ni roho wa msamaha. Yo duguman na misikose, wakati mtu amekukosea, yo na mahararam tetae, ukikuwa unasamea mtu, afuri khefaya, wewe una uponyaji. Yo amona manararam netae, kama wewe una msamaha kwa mtu, atukublubu, wewe uko na shida ya roho, jiren negeri jibat, wewe sahau uzima wa milele. Nandeten dalto moto, huwezi ukaridi. Umawakira nargat, wewe hatuwezi kuridi. Kanafu kubia fura kuna kisekesa du, hii ugonjwa ikufe ndani yetu. wani ni tuundandau, kile ambacho inaua. yo na misikose, ukiwa mtu amekukosea, araramif, fatia wewe msamaha. Ndivyo ombi hili Yesu alisema. Lambatu ya pili, namidu kuba fura qabu, yule ambaye ako ugonjwa wa kiroho na marabisa mfayin, ulimi wake hajapona. Yakobo sadi toko 3:1. Yakobo 3:1. Kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa kwanza. James chapter 3 verse 1. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Endelea tu. Maana twajikwaa sisi zote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katikati kunena hayo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijabu. 3. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili watutii, hivyo tuwageuza mwili wao wote. Tena angalieni, mrekebu ingawa ni kubwa kama
nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na uzungani mdogo sana, kokote anako azimia kwenda haondoa naoda. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiumbe kidogo, nao ujivunia matendo makuu. Angalieni jinsi moto mdogo wakisha msitu mkubwa sana. Ingeti hiyo neno la ulimi. Asirratti gorsi guddaan jiru. Hapa mshauri iliyokuu Namichi ufti barsiiftuun ta'ine. Anasema watu wasitamani kuwa walimu. Sababu sana barsiiseer jaba gul Qur'aniye. Kwa sababu ukitaka kuwa mwalimu unaweza hukumiwa sana. Nami waan jedhe keessa qixa jiru. Yule ambaye ana ukamilifu kwa yale anazungumza, namsun callaa barsiisuu danda'a jechuudha. Huyu peke yake ndiye anaweza kufunza. Ammoo nami waan jedhe keessa qixa hin jiru. Na yule ambaye hana ukamilifu kwa yale anazungumza. Sababu jechi Waaqa waan kan jedhu maal? Kwa nini neno la Mungu inakanya na inaonya haya? Nami farsi maalin farsi? Yule anayesifu anasifu na nini? Nauliza jibu. Alimi. Maalin farsi? Yule anayesifu anasifu na nini? Halal lamani lallab. Na yule anaongea na nini? Kharag mani rag. Yule anaotabiri anatabiri na nini? Umni Waaqa wanni siin irdabartu qaama keenya kan keessa arraba keenya. Nguvu ya Mungu inatumia ulimi yetu kupitishwa kwa hii mwili yetu yote. Nami waan jedhu watu wanasema Waaqi yana muudioodhan. Mungu, watu wanasema Mungu alipaka mafuta ndugu fulani dada fulani. Harifes guddaa sun muude, kasuuti dan zakiyat muude, kakana muude, kaji muude, akasi nami gargar baasa. Wanadamu wanaweza kutafautishana, yule ako na suti nzuri, yule ako na nywele nzuri, yule ako na katika umbo yake anakaa vizuri, lakini Mungu angalii hivyo anapopaka mafuta watu. Namu Waaqiyo muudu fulani ni muudu arab. Mungu akipaka mafuta zote na anapaka ulimi yetu ili tunene mawasia yake. Arabi khesi jiresu danda si ajesu danda. Anaweza kukufanya wewe kuwa uhai ama anaweza kukuua. Kama mazaba kwa tukani sadete kajetu didama rawanjiru. Kitabu cha Methali 18 mstari 20 inasema kwamba yo sana chiragabuta ndu biftan. Ukizungumza kwa hiyo mstari Arabi umafanga keke sabaye siratai. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kile wewe unazungumza naye ndio itafanyika. Akanje chuma anje chu. Nasema nini? Arabi na macha bene kama. Uhai na mauti inatoka kwa msemi ya ulimi yako. Tanafi Arabi kan kesu ni fayin. Kama ulimi wako hujapona, khatibado na mumabar. Wewe bado una laani watu. Khatibado na muhamatu. Wewe bado unasegenya watu. Namigari ama na muwakati dumi wasibabu mkufu na marabs. Watu saini, watu wa Mungu wako hekalu wanaogopa Mungu, lakini wakitoka wakitembea wanatusi, wanasegenya, wanafanya fitina mengi na ulimi hii. Na mumasire jela labe farsetu armagabuya tikartafanya. Unaozungumza hapa neno la Mungu na sifu neno la Mungu hapa, ukitoka hapa yale ulimi yako inanena, hata sikio la wengi hataki kusikia. Mama si borana to kwanjeru. Methali ya Kiborana moja inasema wana kote nikamoka nifudwe. Kile ambacho sufuria haina kijiko hawezi katoa. Wan kesa kenjira rabin duba. Kile ambacho haiko ndani yako ulimi hawezi kanena. Yo sila duguma kesi khefai wani kesi khasa wa kachala. Kama ndani yako kweli imepona, kile ulimi inaongea ni kile uponyaji hiyo ambayo. Kama bado arabi kanke wani ni gubajiru ujicho buchala ta. Kama ulimi yako iko juu ya hiyo matendo ya maovu, basi ndani yako atimfayi ne marola meso utapona, unafaa kuzaliwa mara ya pili. Itim namsibirta arabi khiyam marola meso. Eleza aliye karibu na wewe, ulimi wako uipone. Amen. Amen. Namtoka to konidwe na warabisi nyate da. Kuna mtu mmoja alikufa alafu fisi kala. Nyate nafkanchu fite. Alikula akamaliza mwili almost yote. Idi chala la kizebra. Lakini aliacha sehemu hii. Nani si warabo de gava. Akaitwa wakati zama zile ambaye kila kitu inazungumza, miti, wanyama, kila kitu tunaongea. Sasa wakati wanasema kwamba basi fisi, akaitwa fisi.
atamaaf nam kan nafchu nyaate rafite afaan chala cheketa dani. Aliuliza akasema kwamba kwa nini wewe umekula hii sehemu ya hii mwili yote na ukaacha hii sehemu ya ulimi? Na warabisi wanjeri. Na fisi akasema afaan sun kawaqati. Ulimi hiyo mdomo ni wa Mungu. Agidi kan chala kawaqati gami khanchu waqe kesan ka utanaf tume. Na hii ni ya Mungu, ile nyingine Mungu ana ndani, ndio nilimaliza hii nikaacha nikaogopa Mungu. Namigari watu wengi wayani saya dugefa. Wayani saya bafan. Nguo yake ameokoka sana, iko maridadi. Sambata kumdasa kulefate dikate. Siku ya Jumapili anapiga pazi, anaosha, iko maridadi, anakuwa the best. Mahuko ni sale ya faida. Hata mfuko yake imepona. Akumdasa mana wakati hata kwa nyumba ya Mungu anaweza, anakuja anatoa. Naf khanchu waka khenef. Amepatia hii mwili yote Mungu. Arabi samo lakini hii mwili, hii ulimi yake bado inatumia na shetani. Hii peke yake. Arkol kas nam simirta umaka yeso tunavuru siracha wedi. Na unaambia kwamba hiyo roho ifunjike kwako. Tafadhali yo afghani chufumakeni. Kama umepeana maisha yako kwa Mungu, peana yote. Anania Safira mita orisi la mulu akakena kangargar kodaniere. Hata Anania Safira, unajua ile mali ambao walisudia kupeana, ilipofika ikaanza kukata ile kidogo. Warila chugargar koden nan duedan. Wote wakafa baada wao kudanganya. Nami armi chizkunchuma ma totally chuftuma nami kun jireni sa chufte khawaka chundandani. Hatuwezi sema kwamba sisi zote tule hapa maisha yetu yote ni ya Mungu. Yo jireni kanke chufte khawaka tate. Kama kweli maisha yake yote ni ya Mungu. Nili garwa man waka ari fataya garre. Tunaona miguu inatukimbiza kwa nyumba ya Mungu. Jilbi fataya garre. Hata goti inapiga goti mbele za Mungu. Afanke mada dabarre. Kwa nini ulimi wako umeshindikana? Kitabu wanjeru. Neno inasema wala ftang bubajira chobala injisanie. Mambo kila kitu ambayo kwa ulimwengu huu unaweza nini? Yale injisanje chu ya barsisa. Yata marsisa. Tem. Unaweza tem. Yote katika ulimwengu unaweza tem. Wani tataban arabai. Ameenda ile kijana Wani tataban arab. Lakini imezindikana ulimi peke yake. Be wakajira. Neno la Mungu ndio linasema. Na sibirta wana tetuni. Unamwambia jirani yako itim. Eleza yeye. Wana takara lenji sumalte. Kile wewe unafaa kutem katika maisha. Ori chal kuhusu mali yako. Wana telenji sumalte arabaketi yedi. Ni ulimi wako inafaa kutem juu ya mambo yote. Yo arabi khafaye. Ulimi wako ikipona, onente afaye. Hata roho yako itapona. Afuri khafaye. Hata roho yako itapona. Kristo duga wani bekhanin. Mkristo kweli unaotambulikana, ishara moja. Jechi afani sati batokole na mimades. Neno linalotoka katika kinywa chake haiwezi akaleta madhara kwa mtu. Topic tayake sabaye. Nimetoka kwa hii. Amo bofio sangarta numunisa matake jirada. Ukiangalia nyoka, nguvu yake iko kwa kichwa. Bofio garkhan chufani sirdeme dabre afani sintukini gami khan tokole no masintoji. Mwili wa nyoka hata kupitia sehemu nyingine yote hawezi akakudhuru. Umniti sasumji. Lakini nguvu yake yote iko kwa hii ulimi na hii kichwa hapa. Fulani sini Yesu hapa ndio peke yake anaweza kuua wewe. Kitabu le wanjeru. Hata neno inasema Yakobo mkankeso nulal. Kwa hitika hii kitabu Injili ya Yakobo. Heyo nulal waneru arabi khesana karabo fajirai. Ulimi wenu ni kama ya nyoka. Fulan kristani walimbalesu jir afani. Mali wa Kristo pia wanaangamisana, wanamalizana ni ulimi. Nasema kwamba ndani yako sasa hiyo sumu Mungu akaondoe. Kwa damu ya Yesu hiyo simu ikanoke katika mwili wako. Kwa jina la Yesu ondoka kwako. Amena. Ulimi wako ikipona uwezi ukafanya mwingine kulalamika. Ya tatu. Ishara ingine tunajua mtu ambaye ni mgonjwa wa roho ana upendo wa kweli. Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Hiyo sura yote unajua ya kwamba ni sura ya upendo. Yale ambaye inafanya sisi turidi ufalme wa mbinguni ni upendo. Upendo ni yule ambaye imefanya Yesu juu ya msalaba. Saa hii yuko msalaba, ishara tu msalaba.
Barkan kristaan keessa wani dhabam jaalala. Kile unakosekana katika hata mwili wa Yesu ni upendo. Jaalaltii dhara tokko ammoo jirti. Lakini upendo wa uongo iko. Sio wa kweli. Yo walimba, yo man of God, na mwaka, sister, wakipatana unaweza salimiana, mtu wa Mungu, ndugu yangu, Bwana asifiwe. Hiyo ya upendo wengine ya uongo kidogo iko. Kitabu ama wanje dhugeeffachaan ujini ngarsiifne yaadoote. Dhugeeffachaan ujini mul'ifne yaadoote. Neno linasema kwamba imani sionyesha kwa kazi imekufa. Yo dhugumaan nam jaalata. Kama unapenda mtu kwa kweli, jaalala sun ujini ngarsiif. Onyesha kwa matendo hiyo upendo. Kitabu sun deebitanii dubbifatanii. Ukizungumzia, ukiangalia hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 13 yote. Number 4. Ya 4. Nami dhukuba fuura qaba namuuf guddisu. Yule ambaye ako ugonjwa ya kiroho ni yule ambaye ana kiburi. Wani sambetani namuuf guddisu. Yule ambaye unajua yule ako na kiburi, dhukuba fuura qaba. Ako na ugonjwa ya kiroho. Mathayo chapter 18 verse 1. Kitabu cha Mathayo chapter 18 verse 1. 18 mstari wa kwanza. Ergamtooti Yesu arma wal falamteedha. Hapa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanabishana. Nukesa entu gana motuma wa akhisatiri jira. Nani ako kubwa kuliko tukifika ufalme wa mbinguni katikati yetu? Yakobo lennae. Yakobo anataka kuwa ya kwanza. Petro lennae. Petro pia anataka fulani. Na Yesu ndo bewanjere. Yesu akawaambia, motuma wa akhisa nami gudda. Katika ufalme wa Mungu yule aliye kuu, nama kijolle daimdika kana kutoje. Yule amejifanya kama huyu mtoto mdogo. Obole yanti. Ndugu zangu wapendwa, kama unasema ugonjwa wa roho haiko ndani yetu, mbele ya Mungu, mbele ya mwanadamu tunanyenyekesha. Yule ambaye alikuwa anatumikia kwa kusafisha hii nyumba ya Mungu, Bwana akiinua kidogo, akipata kitu ambaye imeinua, anakuja ikiwa anaweka mkononi wake kwa mfuko, amebadilika. Anakaa kule. Hata kusema amina ni ngumu sana yeye kusema amina. Hii yote ni ugonjwa wa kiroho ambaye inatatiza watu. Afura lengudadi fagat. Hata kama unazidisha sana katika mambo ya kiroho ukifikiria. Philippians chapter 2 verse 6. Wa Filipi 2:6 inasema Yesu Kristo na do waka tajiru fdikesere kitabu. Kristo Yesu ikawa yeye ni Mungu akajinyenyekeza. Ufadikesunu. Ni tunyenyekee wa ndugu zangu. Uji waka khesa tufdikesiti mala tunyenyekee kwa kasi ya Mungu, hatuwezi kuridi ufalme bila kwa hiyo kiburi yetu. Motuma waka khesa namina mchufchalu na mufdikesere kitabu. Katika ufalme wa Mungu aliye mkuu juu ya wengine wote, yule anayejishusha, yule anayejinyenyekeza. Petro anasema hivi, namufdikesu waka ngudisai. Yule anayejinyenyekeza Mungu atainua. Namufgudisa ma waka gati. Lakini yule anayekujifuru na kujionyesha Mungu atashusha. Amona mdura tufdikesu waka lakini yule anayejinyenyekeza kwa Mungu, Mungu wetu atainua. Yote waka dura tufgudi tu waka full na dura gasibu. Wakati wewe unajiinua mbele ya Mungu watu, Mungu atakushusha mbele ya wanadamu. Yote waka dura tufdikesu tu waka full na dura tolsibu. Wakati unajinyenyekeza mbele za Mungu, Mungu atakuinua mbele ya mwanadamu wewe. Number 5. Ya 5. Nami ukuba fura qaba. Yule ambaye ako na ugonjwa ya kiroho, inajajam. Yeye hana utiifu. Na maana jajam. Hana utiifu kwa watu. Waka anajajam. Atii Mungu, atii mwanadamu. Nami gafi najajam. Yule mtu ambaye ana utiifu ndani yake, ukuba ako na ugonjwa. Wana ajajamu sikhutsun. Nini inakuzuia wewe usikue na utiifu? Kitaba Samuel karaba kota 15. Samueli wa kwanza 15. Fulata namto garra. Tunaona mtu mmoja hapa. Sauli oda. Na ndiye Sauli mfalme. Namisu waka ajajamu dide. Huyu mtu alikosa kutii Mungu. Ini waka ajajamu dide na waka jukumu khalera khakan rafude. Alipokataa hiyo, Mungu akaondolea ile kasi aliyompatia. Obole lugasi timaraga. Ndugu zangu na dada yangu, nawaambia hivi, yote waka ndage. Kama sisi hatusikizi Mungu, yote waka anajajam. Kama sisi hatutii Mungu, khinamsa waka hawaka sikubajiru. Kipawa cha Mungu yoyote iliyo juu yetu, waka khasikubajiru. Baraka ya Mungu iliyo juu yetu, indab tunaweza kosa.
Waaqni sirrafu. Mungu anaweza kuondolea. Fayyate qabta waaqni sirrafu dha waaqana jijam. Kama wewe una na ule utiifu, Mungu anaweza ondolea wako. Nami gari maafan fayya khale qabda bujir. Kwa nini watu wanakosa ule ponyaji na naga khale abamada bujir? Afya ulikuwa nao, amani ulikuwa nao mbeleni, kwa nini unakosa? Namu waqati edun drome adotin daratinu khanu rafudan. Wangari setan na latina edi gumitana. Nawaambia wandugu zangu, mambo mengine tusilaumu shetani. Setan chalani waqile yu ati sindage wasiran fuda. Hata Mungu kwa wengine tukikosa kumitii yeye anaweza kunyang'anya. Namsibirta aje jamii di waqa. Wewe kuwa na utiifu kwa Mungu na watu wake. Number 6. Ya 6. Nami ukuba fura qabu. Yule ambaye na ugonjwa wa kiroho. Nambaluma fura qabu. Yeye ni ukipofu ya kiroho. Haoni? Nami baluma fura qabu kanuba nukunini. Yule ambaye tunasema ni kipofu ya rohoni, ubanna jechu waqa hankam. Ana ufahamu wa hili neno la Mungu. Inni wan setanale wa waqasya. Hata kitu ya shetani yeye anafikiria ni ya Mungu kwa sababu ana ufahamu. Wa waqalle wan setanase. Tokole gargarimba. Hata ya Mungu anaweza dani ni ya shetani. Nami amo afuri waqa afuru banna teda. Lakini roho wa Mungu ni roho ya kupatia sisi ufahamu. Kitabu wanje afuri waqa afuru karome. Roho wa Mungu roho ya hekima. Namsibirta wana tetuni. Wewe uliye unawaambia jirani yako hivi. Afuri karoma kungalgal kan siar gatweri. Hii roho ya hekima ikupate jioni ya leo. Kitabu Yohana Mulisani katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 14 wale wanaoandika ndio watafaidika. Kitabu lamba toko tasjira. Kuna nambari moja ika hapa. Lambantu lamba dibijavjata mijaida. Na hii ni namba ile ambayo inasemekana 666. Barmume hawan kana gadifama. Hii siku ya misho ilo nambari inawachiliwa kwa halimi kwa mambo mengi. Namu banna afura qabu banna jechu aka kamale nami tokdande gargarimba fatu. Wale wako na ufahamu ya kiroho peke yake wanaweza kupampasua na kutambua hii ni nini. Aya. Markan kesi lukasani nje. Kwa hii nyakati tunaishi lazima kama wewe ni mtu wa kiroho lazima ujue unaishi wakati gani. Waribe ubanna jechana kamchuftia biashara sundudi. Wale hawana ufahamu wa hili neno wameingia katika ile biashara wa shetani. Namu kristana eduyu biasharani sani arki shetana keje. Watu wengi hata wa Kristo wameingiza biashara yao na nguvu ya ufalme wa giza. Tanafu tajili hii barmu mehan. Kwa hii nyakati za misho afur khana gargar bafat tunafaa kuwa na ufahamu baina ya hizi maroho. Baluma afura suwaki sira dauka. Kipovu hiyo ya kiroho Mungu anafaa kuondolea sisi. Wakini wagargar. Mungu atusaidie. Lamba misho ya misho 7. Nami ukuba fura kam. Ishara ya 7 ambayo tunajua yule ambao ako na ugonjwa wa kiroho na muwaki sodan hana aogopi Mungu. Itaba mamasa Medali poko sadi 3 mstari wa 7. Samueli kitabu Samueli wa kwanza udani torm 17 mstari wa kwanza. Tokira somada. Ukiangalia wale wanaandika andika na unaweza kufaidika. Tarage tani ngoftani sinaibisu. Mungu wetu awabariki sana. Amen. Wakada.